yule aliyebarikiwa. Halafu ongeza makofi mengi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Nawakaribisha wote wa mahali hapa. Mungu awabariki sana. Wiki hii tutakuwa na semina ambayo ina kichwa kinachosema Beyond Limits, au hatuzuiriki tena. Bwana Yesu asifiwe. Na kitabu ambacho tunaendelea nacho au tutaanza nacho ni kitabu kile cha Ayubu sura ya 42 na mstari ule wa 2. Ayubu sura ile ya 42 na mstari ule wa 2. Maandiko matakatifu yanasema, najua ya kuwa uweza kufanya mambo yote. Najua ya kuwa. Kwa wasiwasi mwambie usinipunguzie mwendo. Hii kasi sio ya kawaida. Sema amina. Ni semina ambayo natamani watu wapokee kasi mpya. Haujanielewa? Watu wanaoendesha magari wanajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali unawasha gari, unawaambia nataka nifike mahali fulani baada ya nusu saa. Kwa hiyo kuwe kuna tuta, hakuna kupunguza mwendo. Kuwe kuna kona, hakuna kupunguza mwendo. Mpaka tufike tunako kwenda. Na mimi nasema utafika kwa jina la Yesu. Utafika kwa jina la Yesu. Hakuna kitakacho kuzuia hapa. Hakuna uchawi utakuzuia hapa. Hakuna uganga utakuzuia hapa. Ningesikia amina tena kwa jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Sema amen. Kama Mungu amekusudia uwe fulani, utakuwa kwa jina la Yesu. Mwambie jirani, mkae vikao, msikae vikao. Sitazuirika tena. Sitazuirika. Halafu ongeza makofi mengi kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba unisikia mtumishi wa Mungu. Kuna mambo mengi sana ambayo yanatufanya tuzuirike kwenye maisha yetu. Na leo nitafundisha kitu kimoja miongoni mwa vitu ambavyo nataka tukaviombee. Kuna kitu kinaitwa damu ya familia kama kibebeo cha adhabu. Damu ya familia kama kibebeo cha adhabu. Naomba tuende pole. Tuende pole ili uweze kunielewa sawa sawa. Andika damu ya familia kama kibebeo cha adhabu. Kibebeo cha adhabu. Na kitabu ambacho tunasimama nacho ni kitabu hicho cha Ayubu sura 42 mstari 22. Na tunaposema damu ya familia, maana yake nini? Damu ya familia maana yake nini? Damu ya familia kwa muktadha wa somo hili, damu ya familia ni uhusiano wa ukoo, au nasaba ya mtu. Ni uhusiano wa familia au uhusiano wa ukoo au nasaba ya familia. Uhusiano wa ukoo au nasaba ya familia. Narudia tena somo ambalo tunadili nalo, damu ya familia kama kibebeo cha adhabu. Na nataka tuangalie damu ya familia. Damu ya familia ni nini? Nimesema ni uhusiano wa ukoo au nasaba ya mtu. Sasa mtu mwingine anaweza kusema haraka, nasaba maana yake ni nini? Sijui kasema ni ile saba tunayoisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasaba maana yake ni nini? Nasaba ni mfululizo wa ukoo au asili ya mtu, ama asili ya mtu. Ni mfululizo wa ukoo au asili ya mtu. Asili ya mtu. Au ni historia ya ukoo wa mtu. Historia ya ukoo wa mtu. Kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Sasa ukitaka kunielewa, tunaweza tukaangalia nasaba ya Yesu Kristo.
Nasaba ya Yesu Kristo inapatikana kwenye kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya kwanza kabisa. Mathayo sura ya kwanza, unaona pale nasaba ya Yesu Kristo. Nitakusomea tu kwa kifupi ili angalau uweze kujua nini maana ya neno nasaba. Nini maana ya neno nasaba? Unaona kitabu cha Mathayo ile sura ya kwanza, anasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Halafu anaanza mahali Yesu alikotoka. Anasema Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake, Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Huu ukoo unakwenda mpaka mstari ule wa 16. Ule mstari wa 16 maandiko yanasema Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu, aliyemzaa Yesu Kristo aitwaye Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma hapa unaona Yesu hakuwa na uhusiano na mtu mmoja. Yesu kuna mahali alipoanzia. Pale alipoanzia ndo tunasema ni nasaba ya Yesu. Ukoo wa Yesu, mfululizo ule. Unaona anaanza kwa Ibrahimu, anaenda kwa Isaka, anaenda kwa nani, anaenda kwa nani, mpaka anafika kwa Yakobo huku aliyemzaa Yusufu. Yusufu ambaye alikuwa mume wa Mariamu, ambaye baadaye anazaliwa nani? Yesu. Na wewe kuna mahali ulipotoka. Kuna mahali ulipotoka. Sasa kwa muktadha wa hiki tulichosoma hapa, ukifuatilia ukoo wako utajikuta umetoka mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanafundisha kwa somo linalotumia family tree. Ile family tree inatoka mbali mpaka uje ufikiwe wewe. Sasa naomba unisikie, twende pole pole. Ukisoma tunaposema kwamba nasaba inakaa kwenye nini? Fungua na mimi kitabu cha Mwanzo sura 46. Ili upate kujua hii nasaba vizuri. Nasaba vizuri. Nasaba vizuri. Sura 46. Na mstari ule wa 26. Nasaba inakuwa upande wa baba. Na ukisoma 46 inatupa kujua. Angalia. Angalia. Ile mstari wa 26. Ule mstari wa 26. Maandiko yanasema, nafsi zote waliokuja pamoja na Yakobo mpaka Misri, waliotoka viunoni mwake bila wake zake, bila wake za wanawe Yakobo, nafsi zote walikuwa 66. 66. Sasa Yakobo anasema nafsi zote bila ukitoa wake, maana yake ni watoto wa Yakobo na wajukuu zake na vitukuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa 60 ngapi? Waliokuwa kwenye kiuno cha Yakobo wakati huo. Maana yake aliyezaliwa kutoka kwa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukisema Yakobo, ule ukoo wake wote, tukimzungumzia mtoto wa mwisho wa Yakobo ama mjukuu wa mwisho, tunasema nasaba ya mjukuu wa Yakobo, yani mtoto wa Yusufu, mtoto wake ambao ni mjukuu, nasaba yake inaanzia wapi? Maana yake inaanzia kwa Yusufu kushuka chini. Sema amen. Unakuja kwa Yakobo, Yusufu, unakuja kwa mjukuu, mjukuu na yeye atazaa, halafu utakwenda, halafu utakwenda, halafu utakwenda. Sasa naomba nisikie. Damu ya familia inaweza kubeba vitu viwili. Cha kwanza, damu ya familia inaweza ikabeba baraka. Damu ya familia inaweza ikabeba baraka. Lakini pia damu ya familia inaweza ikabeba adhabu.
damu ya familia inaweza ikabeba adhabu. Na adhabu tunayoisema hapa au baraka tunazosema hapa ni vitu vya kiroho ambavyo huwezi kuviona kwa macho ya kawaida. Na vitu hivi vya kiroho vinaweza kutoka kizazi kimoja vikaenda mpaka kizazi kingine. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo neno hili kutoka viuno maana yake ni damu. Ni damu ya mahali ulikotoka. Mimi nimezaliwa na mjua babu mmoja ambaye ni mzee Matende. Maana yake mimi ukinichanja ndani ya damu yangu kuna damu ya mzee Matende. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu kuna damu ya mzee Pearson ambao ndio baba yangu mzazi. Kwa hiyo kuna watoto watakaozaliwa kutoka kwangu na wao watakuwa na damu ya mzee Matende, mzee Pearson na mimi, halafu na wakwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unanielewa? Unaona ile damu, hiyo damu inaweza ikabeba vitu vya baraka ama ikabeba adhabu ndani yake. Sasa nitakupa tu mifano ya kibibilia. Nataka usome kile kitabu cha Waebrania 7. Waebrania sura ya 7. Waebrania ile sura ya 7 na mstari ule wa 10, wa 9 na wa 10 mpaka wa 11. Nataka tuanze tu pale ili uweze kunielewa. Waebrania sura ya 7 mstari wa 9 mpaka 11. Mstari wa 9 mpaka 11. Maandiko yanasema namna hii. Waebrania 7 mstari wa 9 mpaka 11. Maandiko yanasema namna hii. Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Basi kama ukamilifu ulikuwapo kwa ukuhani wa Lawi, maana watu wale walipata sheria huo, kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Melkizedeki, mara asihesabiwe kwa mfano wa Haruni? Sasa naomba nisikie. Kwenye kitabu kinasema hivi kwamba Lawi ambaye ndio uzao wa kikuhani. Uzao wa kikuhani. Tukisema Lawi tunasema makuhani. Tukisema kabila la Lawi kwenye Biblia, maana yake tunasema kabila la nini? La makuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka upate picha kwa nini wachungaji ama wahudumu huwa wanapata fungu la 10. Chanzo cha fungu la 10 la wachungaji lilianzia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Lawi ndio wanaopewa sehemu ya 10 ya kile ambacho watu wamepata. Sasa aliyeanza kutoa sehemu ya 10 alikuwa babu yake anayeitwa Ibrahimu. Lawi sio mtoto wa Ibrahimu. Lawi ni mtoto wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema tena yaweza kusema ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Unanielewa? Halafu anasema kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Melkizedeki alikuwa ni kuhani ambaye alikuwa anafananishwa na ukuhani wa milele, mfalme wa Salemu. Wakati Ibrahimu alipokwenda kupigana vita, akapigana vita na watu wa Sodoma na Gomora, Ibrahimu alisema, Mungu utakaponisaidia nikapigana vita nikawashinda hawa watu wa Sodoma na Gomora, ndipo Mungu nitakapokupa sehemu ya 10. Na Ibrahimu akaenda akapigana na watu wa Sodoma na Gomora. Alipopigana vita, wakati anatoka vitani, anatembea anarudi nyumbani, anakutana na kuhani mkuu ambaye alikuwa anaitwa Melkizedeki. Akatoa sehemu ya 10. Bwana Yesu asifiwe sana, ya vile vitu alivyopata. Biblia inasema wakati anatoa ile sehemu ya 10, Lawi
alikuwa katika viuno vya nani? Vya Ibrahimu. Ndio maana akapata nafasi ya kuwa kuhani mwenye uwezo wa kupokea sehemu ya 10 na kutoa sehemu ya 10. Sasa naomba nisikie. Biblia imesema Lawi ni mtoto wa Ibrahimu, lakini kiuhalisia kabisa Lawi sio mtoto ambaye alizaliwa kutoka kwenye kiuno cha Ibrahimu. Lawi ni mtoto wa Yakobo, tena kwa mke wa pili ambaye ni Raheli. Walizaliwa kwenye tumbo la Raheli na Yusufu, tena sio mtoto wa Yusufu huku nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia ile damu. Sasa nataka nikupe kitu cha ajabu sana, alafu ndo nifafanue hapa. Unaona, kutoka kwa Ibrahimu mpaka anakuja kuzaliwa Lawi ilikuwa ni miaka 400. Ibrahimu mpaka kutoka kwa Ibrahimu mpaka unakuja kufika kwa Yusufu ambaye Yusufu alimzaa Lawi ilipita miaka 400. Maana yake vizazi vingapi? 4. Baada ya miaka 400, baada ya Ibrahimu kutoa sehemu ya 10 kwa mfalme Melkizedeki, ndipo huyu Lawi na yeye anakuja kupokea sehemu ya 10. Bwana Yesu asifiwe. Hii ina maana gani? Maana yake damu ya Ibrahimu iliyokuwa imebeba baraka ya fungu la 10 ilikaa miaka 400 mpaka kuja kwa Lawi. Ngoja niseme namna hii. Yaani kama kwenu kuna asili ya uchawi, kuna asili ya uchawi. Kuna uchawi wa kununua, kuna uchawi wa asili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaamua tu kuua mtu kwa kununua uchawi. Yaani mtu amekasirika na wewe, anaamua kwenda kununua uchawi. Nilikutana na familia moja ambaye wanapita kwenye mateso kwa sababu ya uchawi wa baba aliyonunua. Angalia, sio baba tena, babu. Huyu babu alikasirika, kuna mtu alimkasirisha. Alipomkasirisha akaenda kwa mzee fulani, alikuwa ni jirani yake, alikuwa ni mchawi sana. Alipokwenda akamwambia yule jamaa, aisee, mimi kuna mtu ameniudhi sana, naomba unipe uchawi, mimi nataka kumuua huyu mtu. Yule baba akasema, mimi siwezi kukupa uchawi bure, siwezi. Yule jamaa akasema, mimi sina hela, ningekupa pesa. Akamwambia, lakini mimi nakuahidi, ukinipa uchawi na nikafanikiwa hivi, mimi familia yangu itakuwa chini yako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua yule baba alisema kama utani, na alivyosema hivyo yule jamaa akampa uchawi, akaenda akatimiza kusudi lake. Lakini baada ya pale ile familia ilianza kupita kwenye changamoto kubwa. Sasa wajukuu ambao ni wa yule baba aliyepokea uchawi kwenye familia wakaanza kupata shida zifuatazo. Kwenye familia hakuna mdada anaolewa, hayupo hata mmoja. Yaani kwenye familia ile ina wasichana karibu 5, hakuna hata mmoja aliyefunga ndoa kabisa. Ina watoto 3 wa kiume, hakuna hata mtoto wa kiume aliyefunga ndoa. Sasa siku moja wakati nahubiri Upendo TV wakaniona, wakasema nataka tuende kwa huyu jamaa tufanye maombi ya ukombozi. Kwa hiyo wakaja kanisani ili tufanye maombi ya ukombozi. Wakati tunafanya maombi ya ukombozi, wawili kwenye familia wakalipuka mapepo. Akaja babu anaongea Kibondei tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui Kibondei kinapigwa pale. Sasa mimi nikasema hii ni lugha gani? Jamaa kaniambia hiki Kibondei hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia sasa wewe fuatilia ujue ni nini kinachosema hapa. Yule babu amekasirika, anazungumza Kibondei, maneno hayasikiki. Nini. Baadaye tulivyomaliza yule jamaa ananiambia, huyu babu analalamika, anasema hawa watoto, familia hii ilikabidhiwa kwake. Aliyeikabidhi akataja jina la babu yao. Akasema huyu analalamika, babu alipewa uchawi. Alivyopewa uchawi, yeye akamwambia nimewapa familia. Hivi unanielewa? Sasa yule babu anataka familia ifate vya kwake.
ifate kila anachotaka yeye. Familia wa sasa wameokoka, kwa sababu wameokoka hawataki yale ya babu. Babu amekasirika, kwa kukasirika kwa babu akaapa kwamba kwenye familia hata kuja kufunga ndoa mtu yoyote, hata kuja kuolewa, hata kuja kuoa. Unaelewa ninachokizungumza? Unaelewa ninachozungumza? Kuna watu wanapita kwenye shida sio za kwao, ni shida za kurithi, ni shida ambazo watu wamepanikiziwa. Lakini ashukuriwe Mungu anayesema kwamba yote yanawezekana na wala makusudi ya Bwana hayawezi kuzuilika. Nataka nizungumze na wewe mtumishi wa Mungu. Huo ni uchawi wa kununua. Mtu anakwenda kununua ili afanye kitu na kinaathiri watu, lakini kuna uchawi ambao unakaa kwenye damu. Huo uchawi mwanangu hauhitaji utembee na matunguri. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo uchawi hauhitaji utembee na vyungu. Zamani ilikuwa tunadhani wachawi wote wana vyungu ndani vya kichawi, lakini kuna watu wengine uchawi wao sio wa matunguri, sio wa matunguri, ni uchawi ambao unakaa kwenye damu. Niliwapa ushuhuda hapa wa familia moja ambaye nilienda kuihudumu. Ile familia uchawi unarithishwa kwa fimbo, kwa fimbo, na watoto walikuwa hawajui. Babu akifa anampa mtoto aliyopo fimbo. Ukipokea ile fimbo umepokea uchawi. Sasa ikafika kwenye familia moja ambayo nilikutana nao, nikaanza kuombea. Baba alivyokufa akachukua fimbo, akachukua na koti lake la suti, akampa mtoto wake wa kwanza. Alivyompa mtoto wake wa kwanza, familia hawakujua kwamba ukipokea vile umepokea uchawi. Baada ya pale familia ikaanza kupita kwenye shida. Wanapata ajira lakini wanaachishwa kazi, na ukishaachishwa kazi hakuna kurudi kazini tena. Watoto wote wanapata ajira lakini wanaishia njiani. Huyu anapata anaishia njiani, huyu anapata anaishia njiani. Sasa kuna mmoja akaanza kumtafuta Mungu, anamtafuta Mungu, anamtafuta Mungu. Ikaenda mwishoni wakasema ngoja baba hayupo lakini mama yupo, acha twende kwa mama tumuulize vizuri, kwa nini familia inapita hapa? Kwa nini familia inapita kwenye matatizo haya? Kwa nini familia inapita kwenye magumu haya? Akaenda mama, wakambana, mama akakataa, wakambana. Mwishoni mama akamwambia, mumeamua kusali, kama mumeamua kusali, salini kweli, kwa sababu familia hii, uko huu una mambo mazito sana, una mambo mazito. Sasa ndo mama anawaambia kwamba kwenu mna uchawi wa kurithi, kuna uchawi wa kurithi. Akawaambia kwenye familia, babu, mtu anayepokea uchawi, wengine wanaopokea uchawi bila wao kujua. Unashangaa ulikuwa vizuri, mama amekufa, babu amekufa, amekupa fimbo, amekupa na koti au amekupa na kitenge. Baada ya hapo unaanza kuota unaruka usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema mambo gani haya? Bwana Yesu asifiwe sana. Unashangaa kuna vitu vinaanza, kuna roho imekuingia. Ulikuwa upendi mambo ya ushirikina, unaanza kufanya mambo ya ushirikina. Ulikuwa upendi kabisa, kwa sababu ulivyopokea koti wewe uliona koti, ulivyopokea fimbo wewe uliona fimbo. Kumbe ndani yake umepokea roho ambayo saa ile ili kuingia ndani, na ile roho inaanza kukufuatilia, inaanza kutafuta, inaanza kufanya vitu. Unaanza kufanya mambo ambayo ulikuwa unashangaa. Ulikuwa ni mwimbaji mzuri, unashangaa hutaki kuimba. Ulikuwa ni mhubiri mzuri, unashangaa hutaki kuhubiri. Ulikuwa unafanya hiki, unashangaa hutaki kufanya. Ulikuwa ukisikia panya ushituki, ghafla ukiona panya unasema aise, nishachezewa hapa, ngoja kesho nikajikinge. Unaanza kwenda kwa waganga, unajiuliza hii roho imetoka wapi? Kumbe ni roho ambayo umeipokea kutoka kwenye damu. Au janelewa katika jina la Yesu. Huyu mama ananiambia, anasema sasa akaanza kuwapa vitu vilivyokuwa vinatokea kwenye ile familia.
hakuna mtu aliyekuwa anatakiwa kwenda kupalilia makaburi ya wazee waliolala pale, isipokuwa yule aliyepokea ile fimbo. Anasema kuna kipindi walijikusanya wakasema, twende tukapalilie makaburi yale. Walipokwenda siku ya kwanza, anasema, mwanangu, yani nyuki walikotoka hatujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakaliwa na nyuki wakakimbia, hakuna aliyepalilia pale. Wakasema tujipange tena siku nyingine. Wakaenda mara ya pili, wanakwenda kupalilia, wanasema tulikuta nyoka mkubwa hatujawahi kuona amekaa makaburini pale. Sasa mama anawaambia, yule sio nyoka, wale sio nini, wale sio nyuki. Lakini akienda mtu aliyepokea ile fimbo na koti, anapalilia vizuri. Unaelewa ninachokizungumza? Kuna watu tumetoka kwenye familia ngumu, familia ambayo babu alikuwa ni mchawi kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nakwambia uchawi, mganga. Lakini kuna wengine damu zimebeba umaskini, sio wachawi, lakini ni umaskini wa familia. Kwenye familia hakuna anayeinuka, kwenye familia hakuna anayesimama, kwenye familia hakuna anayestawi. Pambana unavyopambana, utapanda lakini utashuka tena. Utapata fedha lakini utarudi kwenye sifuri. Unajiuliza, mbona mapambano yangu ni makubwa lakini fedha ninayoipata siioni? Unajiuliza ni nini? Mbona mimi situmii pesa ovyo? Mbona mimi sinunui vitu ovyo? Unajaribu kumeki lakini pesa haziwekeki. Kumbe shida sio wewe, shida ni damu ya familia, damu ya ukoo. Unataka kupona, lazima umwambie Bwana, niondolee hii adhabu kwa jina la Yesu. Amen. Nitolee hii adhabu. Amen. Na haiwezi kuondoka hivi hivi mwanangu. Huwa tunawaambia haiondoki kwa maombi ya status. Sema status. Kuna watu sio waombaji sana lakini wanajua kuweka status. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani akipita kwenye shida, wewe ndio kimbilio langu, wewe ndio Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukimuuliza umepiga magoti mara ngapi siku ya leo, hajapiga magoti, hajaomba, hajafanya chochote. Lakini mimi nataka nikwambie mwanangu, kama uko kwenye familia namna hiyo, unataka kutoka, lazima uombe kwa damu ya Yesu. Amen. Lazima uombe. Unapoomba, haijalishi kuna magumu kiasi gani, utachomoka kwa jina la Yesu. Amen. Utatoka kwa jina la Yesu. Na mimi ni maombi yangu kwa Bwana, ukachomoke kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Haijalishi kuna vitu gani, utainuka tena, utatoka tena, utasimama tena. Sema amina kama unanielewa, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Wako wangapi hapa wanaosema ya kwamba leo watachomoka, leo watainuka, leo watasimama katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu? Sema amen. Sikia mtumishi wa Bwana, kwenye familia hata kama hawakubarikiwa, wewe utabarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Wewe utabarikiwa. Mimi niko hapa nikwambia mtumishi wa Mungu, kwenye maombi haya leo ikatae adhabu iliyoko kwenye damu ya ukoo katika jina la Yesu. Anza kuangalia kwamba mimi sitakuwa kama wao. Amen. Mimi sitatembea kama wao. Amen. Mimi sitaishi kama wao. Amen. Kama wakujenga mimi nitajenga. Amen. Kama hawakuolewa mimi nitaolewa. Amen. Kama hawakuoa mimi nitaoa. Amen. Kama hawakununua magari mimi nitanunua. Amen. Ningesikia amina hapa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na mimi nakuombea hapa, pokea huo upako kwa jina la Yesu. Amen. Na kwa damu ya Yesu Kristo. Sema amen. Halafu nisaidia kusalimia wawili watatu, waambie pokea neema leo kwa jina la Yesu. Pokea neema kwa damu ya Yesu. Pokea upako kwa jina la Yesu. Wako wangapi wanaonielewa hapa? Wasimame kwa upya kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuinuka hapa, ya kusimama hapa, ya kubarikiwa hapa. Sema amen.
Akina mama waliookoka wangeongeza makofi tena, wangeongeza makofi tena. Sema amina. Utasimama tena katika jina la Yesu. Amen. Nasema utasimama tena. Amina. Mapepo yatake utasimama. Wachawi watake wasitake utasimama. Waganga watake usitake watasimama hapa waliokoka. Sema amina. Sema amina. Hautazuirika tena. Tungempigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Mtumishi wa Bwana, haijalishi umezaliwa kwenye familia ngumu kiasi gani, haijalishi. Ibrahimu alizaliwa kwenye familia ya Tera, na Tera alikuwa ni kuhani wa miungu, lakini katikati ya familia ya miungu Bwana akamwinua Ibrahimu. Bwana akamchagua Ibrahimu. Na mimi nasema umechaguliwa wewe kwa jina la Yesu. Umechaguliwa wewe. Umechaguliwa wewe. Kama Mungu alimchagua Ibrahimu na akambariki Ibrahimu, na wewe umechaguliwa, na wewe utabarikiwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninasema umechaguliwa. Sema amina. Na wewe, kupitia wewe watu wengine watabarikiwa. Familia yako itabarikiwa. Watoto wako watabarikiwa. Ndugu zako watabarikiwa kupitia wewe. Hebu jipiga kidogo kifua namna hii. Anaambia mimi ni yule aliyechaguliwa. Mimi ni yule aliyebarikiwa. Halafu ongeza makofi mengi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa haijalishi wewe hauzuiriki. Mungu anaweza kufanya yote. Mungu anaweza kufanya yote. Hivi unanena nachokizungumza hapa? Unanena nachokizungumza hapa? Sasa kwenye semina hii tunataka hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutavunja historia zote. Hiyo nasaba iliyobeba hasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna wengine hasira ni za ukoo. Ukimgusa hata kama ni kadogo kanamna hii, katoto kanamna hii, yani kanakuchenjia mpaka unasema Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifuatilia utasikia wanakuambia hii familia ya ukoo, hii hasira ya ukoo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wengine wanajua kabisa ni hasira ya ukoo. Ukimgusa anambia wewe hujui ukoo wetu wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi hatutaki kujidai kwa habari ya mambo mabaya. Tunataka tukubali na tujikubali kwa sababu ya mema katika jina la Yesu. Mema. Yaani historia leo tutazikataa. Historia tutazivunja. Wewe angalia historia ya kwenu ni ipi? Jana familia moja ilikuja hapa. Wakawa wananipa historia namna ambavyo kwenye familia yao wanateseka. Wamekuja, mama moja anasema alikuwa na watoto 5. Kati ya watoto 5 amebaki mtoto mmoja. Ananiambia hii shida haipo kwangu tu, ipo kwenye ukoo. Nini kinachotokea kwenye ukoo? Mtoto anazaliwa vizuri. Kwa mfano mama ananiambia watoto wake wote wamezaliwa vizuri. Wote wamezaliwa vizuri. Lakini wanapofikisha miaka 9 wanapata autism. Yaani mtoto ameshaanza kwenda shule. Mtoto ameshaanza kufanya nini? Ghafla utashangaa hawezi kuongea tena. Anaanza kutoka udenda tu. Anatoka udenda tu. Anasema watoto hao wakifikisha miaka 25 wanakufa. Kwa ananiambia hii ni siku ya 3 tumetoka kuzika mtoto wa 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ana maumivu makali. Nina shida kubwa. Anasema hii imetokea, yani upande wa mume wake imetokea kwa familia nyingi sana. Nikamwambia hii sio shida ya kwako. Hii ni shida ipo kwenye ukoo. Ni adhabu. Inaweza kuwa ni adhabu inayotokana na dhambi iliyofanyika kwenye familia, ama uchawi huo wa familia wa kurithi,
Kwa sababu sisi tumekuwa hatujui. Kwa mimi ukiniambia mzee Matende sikumuona na sijui alifanya nini, lakini nimekuja Dar es Salaam, nimeokoka, nimeingia kwenye utumishi. Kwa kama kulikuwa na roho fulani zinazokataa utumishi kwenye familia, zitaanza kukuvuta. Sasa ili usisonge mbele, wengine ndo wanapandikiziwa magonjwa, wengine wanapandikiziwa kukataliwa. Ndio hiyo kwenda kazini unafukuzwa kazi, kutoka ongezewa cheo, kutoka upandishwa mshahara, hakutoka kufanikiwa. Kile unachofanya kinakufa. Unapambana, mapambano ni makubwa, lakini hakuna kinachoenda. Tumishi unafikiri ni kawaida, kumbe ni shida iko kwenye damu. Ni shida inayotembea kwenye damu. Watoto wanakufa, unazika wa kwanza, unazika wa pili, unazika wa tatu, unazika wa nne. Unajiuliza ni nini? Kumbe shida iko kwenye familia. Sasa huyu baba wa familia hiyo alienda mbara, akasema mimi sitaki hata kuongea na baba. Hataki kuongea na baba, hataki kufanyia nini. Nikamwambia hiyo haitoshi. Kama unataka kushinda, lazima uombe. Hiyo adhabu inayotembea kwenye damu ikiondolewa, ndio pona ya watoto katika jina la Yesu. Kwa sababu utaacha kuongea na baba, lakini mapepo yapo na hakuna umbali katika ulimwengu wa roho. Yale mapepo yanaendelea kukufuatilia, yanaendelea kufuatilia, yanaendelea kufuatilia. Lazima apatikane mtu mmoja kwenye familia atakayesema nitasimama hapa na haya mapepo hayatakula watoto kwa jina la Yesu. Hayatakula watoto, hayatagusa watoto. Usipoomba mama, utazika ukiwa unaona hivi. Vitu vitaharibika ukiwa unaona hivi. Utajaribu kuwakimbiza, upeleke wapi? Hakuna. Mtoto wa tatu aliyefariki alikuwa Denmark. Amekwenda Denmark ambako baba alikuwa anafanya kazi. Wamerudisha hapa msiba. Mtoto alikuwa vizuri, ghafla autism ilikotoka. Nikamwambia sio autism, ni spirit, ni roho. Ameenda mpaka Denmark. Haujanielewa ninachokisema hapo. Lazima usimame uombe. Sio yale maombi ya ishara ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wepesi na ile ishara ya msalaba inapigwa kwa spidi kali katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Unaambia ilamu ya msalaba, jamani, imekukosea nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani huwezi kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wengine hawawezagi. Tukisema tu hapo tufanye ishara ya msalaba, utaona spidi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hata alama ya msalaba unaenda speed. Sasa mimi sitaki maombi ya msalaba. Ni maombi ya kusimama na kuomba. Maombi ambayo mwanangu unaamka usiku, unasema nitakuinua, hakuna wa kusema hapana. Na mimi nasema ukabarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Ukainuke kwa jina la Yesu. Sijaona watu wanaopokea hapa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Nataka kwa dakika chache watumishi wa Mungu tukavunje, tukaharibu. Amen. Yaani kwenye maombi haya Biblia inasema tutamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Amen. Tutamshinda shetani kwa damu ya mwana Kondoo. Sasa sisi hatuwezi kutumia damu zetu kujikomboa. Tunaitumia damu ya Yesu ili iweze kutukomboa, ili iweze kutuondoa kwenye adhabu iliyoko kwenye damu. Wakati tunaomba hapa, wewe shikilia damu ya Yesu kwa imani. Ikamate damu ya Yesu kwa imani. Halafu peleka kwenye damu yenu ya ukoo. Peleka. Halafu tamka vitu ambavyo utamani kuona kwenye familia, kwenye ukoo. Mwambie Mungu, napeleka damu ya Yesu. Ikaondoe hiki, ikaondoe hiki, ikaondoe kile, ikaondoe yale, ikaondoe vile, ikaondoe vile. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Mwaga damu ya Yesu. Mimi na damu ya Yesu. Mimi nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, hata kama kuna roho zimejificha wapi, zitaondoka katika jina la Yesu. Nakwambia zitaondoka. Alikuja mama moja na shida ya sukari. Sukari kweli kweli. Sasa wakati tunaomba, yule mama alikuwa haja experience kuanguka mapepo hata siku moja. Siku moja. Wakati amenielezea, tumeomba siku 7 naambia tufunge, na anakuja kila siku. Siku ya 7. Wakati tuko kwenye maombi, Mungu ananiambia
Omba, ombea asili yake. Kinachowasumbua hao, huu ugonjwa sio wa kwake, ni asili ya kwao, ni asili ya kwao. Nilipotamka asili, niliposema asili, yule mama akaanguka chini. Alivyoanguka chini, mapepo yanazungumza. Anakuja bibi mzaa bibi aliyemzaa baba yake, bibi wa pili huko aliyemzaa baba yake, anakasirika. Kumbe huyu baba alienda kusoma huko Tanga, kwao walikuwa ni Waislamu, kwa akaenda kusoma Tanga. Alivyoenda kusoma, akaenda kusoma hizi shule za mission, akabadilisha dini, akawa Mkristo. Alivyobadilisha, bibi akakasirika. Kwa nini huyo amebadilisha dini? Kwa nini amebadilisha dini? Bibi sijajua alitamka vitu gani, lakini nataka nikwambie, tangu kipindi kile huyu dada alivyoamka ananiambia, namuuliza asili ya kwao, huu ugonjwa umeanzia kwake? Akasema hapana, baba yangu alikufa kwa sukari, babu yake yule alikufa kwa sukari, kwa ile sukari inatembea kwenye familia. Sasa wakati mwingine utadiri ukafikiri ni sukari ya kawaida, kumbe ni sukari ambayo iko kwenye damu, inapita. Kuna watu wana magonjwa yako kwenye familia, yapo kwenye ukoo. Ukiuliza hayajampata yeye peke yake, unakuta wa nyuma yake tena alipata, kuna mwingine tena alipata. Ukiona kitu cha namna hiyo, usikidiri kwa kawaida. Chimba, nenda, komboa asili yako, peleka damu ya Yesu na komboa asili, na komboa asili, na komboa asili, na komboa kwa damu ya Yesu. Haitanitesa, haitanishikilia, haitanikwamisha, haitanikamata. Unamwambia Bwana, na unapokomboa usisahau watoto wako, usisahau uzao wako. Hata kama bado hujazaa, una mtoto, omba, kwa sababu baadaye Mungu atakubariki watoto. Mwambie Bwana, mimi ndio deadline hapa, hakutavuka kitu tena hapa. Nachora mstari mwekundu, mapepo hayatavuka yakaenda kwa watoto wangu, yakaenda kwa wachukuu. Sema amina kwa jina la Yesu. Omba kwa namna hiyo, omba kwa namna hiyo, halafu tuone kama Mungu atafanya. Usipoomba mwanangu, utaona, utabaki unalalamikia watu, utabaki unasema jamani, maisha yamekuwa magumu. Lakini sio maisha magumu, sio maisha magumu, ni kwa sababu unavyo invest. Wale wenye TV wanajua muda ambao wana invest. Bwana Yesu asifiwe sana. Au kwenye simu, yaani mtu ameinvest muda mwingi kwenye simu kuliko kuomba. Yaani ana invest muda kwenye vitu, material things, lakini sio maombi. Muda ambao anaomba ndio hiyo alama ya msalaba. Wengine sasa wale ambao wanaenda kwa wazee wa kukanyaga mafuta, wana mafuta na maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani hapo huambii kitu. Yaani wakiona hata panya, leta maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwaambia nienda mahali fulani kuombea kiwanda cha kutengeneza milango na nini. Nikamkuta jamaa mesha jasho linamtoka. Pale kulikuwa na nyoka fulani wa ndimira kuwili, wale sio kule kwetu tunasema ndimira kuwili, wana vichwa viwili huku na huku. Wasio nyoka wale. Na wanaona shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani yule nyoka amerowana na mafuta ya mwamposa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani yule nyoka anameremeta mafuta tu, chupa lishaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa alikuwa na mke wake pale. Mke wake ananiambia, yaani baba jamani, mwambie. Kwa sababu yaani mnashangaa. Anamwaka mafuta, anasema, "Wewe subiri dakika 2 tu hapo." Anasubiri bado tu linatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema naongeza tena mpaka mafuta yakaisha. Sasa ndio watu wa sasa hivi. Watu wanatembea na chumvi. Sasa hivi kuna mawe tena, mawe ya upako. Yaani kwenye mikoba humu tukikagua, Bwana Yesu asifiwe sana. Tukikagua kwenye hii mikoba kuna mambo mengi. Unajiuliza, mkoba mbona mzito hivi? Kumbe una mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu akisimama mahali, chumvi kwenye gari, cha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawaambia siku zote, kama chumvi na mafuta na maji mingeondoa mapepo, hakuna mtu angekuwa na mapepo hapo. Mimi nawaambia, usipoomba, nilienda kuomba
familia moja pale karibu na kanisa nilipokuwepo kule Mwenge. Nikaenda pale, mtoto amelipuka mapepo. Mama akabeba mafuta, maji na nini. Nilikuta yule mtoto amerowana nguo zote bwana. Lakini mapepo yako pale pale. Mama akaona haitoshi, kaenda ndani kachukua rozari, anapiga hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani katumia mbinu zote za vita, lakini mapepo yako pale pale. Ndio ujue mapepo yaani wakati tunaomba, unajua mapepo yale yanasema kwa dharau, yana natumwagia maji. Bwana sasa yakasema, yani sio kumwagia, kunywa tunakunywa hayo maji. Paka kunywa tunakunywa, anatumwagia. Bwana asifiwe sana. Yani wanacheza mapepo haya ambayo yalikuwa ni yakamjaribu Yesu. Unafikiri ni kawaida tu yaondoke tu kwa maji hapo, umejisikia maji cha 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 cha. Bwana asifiwe sana. Mama mmoja analalamika na mume wake, anasema jamani, huyu mume wangu mimi naona anaenda kuchanganyikiwa. Nini tena? Anasema unakuta mtu ameshalala yuko kwenye usingizi, unashangaa mafuta cha 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 nyumba nzima. Akimaliza hapo maji tena cha 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 cha. Yaani siku hiyo sasa asije akaota ndoto mbaya. Akiota ndoto mbaya, yaani anasema mafuta yanaulizwa kama nini? Mafuta yako wapi? Nini? Leta mafuta bwana. Unashangaa kale ka chupa, sijui vichupa vinalingana, anakunywa yote. Sasa ndoto na kunywa mafuta, Bwana Yesu asifiwe sana. Vinahusiana. Aise, wanywa mafuta tupungiane mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna watu kiwaambia hapo umesha kunywa mafuta mabichi, lakini siku hiyo pika chakula mafuta yasiive. Utasikia mafuta hayajaiva haya. Lakini mnao kunywa mabichi huko. Hamsemi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamsemi kabisa. Sema amen. Sisi hapa hatutakunywa mafuta wala maji. Tutaomba katika jina la Yesu. Tutaomba na Mungu ataonekana. Amen. Tutamuita Bwana na atajifunua. Amen. Sema amen. Amen. Simama kwa miguu yako katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Halafu utasema na mimi maneno haya. Sema Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninakuja kwako. Mimi mtoto wako. Na mtumishi wako. Katika jina la Yesu. Wewe unanijua. Wewe unanifahamu. Wewe unanielewa. Katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana. Ninaomba Baba. Unirehemu. Leo. Kwa ajili yangu. Na familia yangu. Na watoto wangu. Katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Kisha Bwana, ninaomba leo. Ninaomba leo. Kama uishivyo katika jina la Yesu. Kama uishivyo kwa damu ya Yesu. Siku ya leo. Siku ya leo. Kila roho na kila adhabu iliyokaa kwenye damu ya ukoo leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, hiyo adhabu iliyokaa kwenye damu toka zile roho, yale matatizo ya kurithi yanayotoka kwenye ukoo, kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye familia, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Siku ya leo ninapeleka hiyo damu sasa, hiyo damu sasa, hiyo damu sasa. Hebu peleka damu sasa, peleka damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo kwenye damu ya familia yenu, damu ya ukoo wenu. Hebu peleka hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya
Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hebu pereka, hebu pereka, hebu pereka, hebu pereka kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, ninaomba kwa ajili ya watoto wako ambao wako hapa, ambao wako hapa, ambao wako hapa, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu aliye hai, yoyote ambaye amekamatwa na nasaba ya kwake Bwana, amekamatwa na asili ya kwao, amekamatwa na asili ya baba yake, asili ya mama yake, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, vyote vilivyowashika, vyote vilivyowakamata, pigo toka, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba naomba, Mungu naomba, nguvu zako sasa zishuke sahi, zishuke ndani ya watoto wako, shuka 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 ndani ya watoto wako. Hiyo nguvu Bwana ishuke, hiyo nguvu Baba ishuke, hiyo nguvu Bwana ishuke. Damu yako Bwana, damu yako Baba, damu yako Mfalme, damu yako Kristo, damu yako Jehova, damu yako Mungu mkuu, damu yako Bwana mkuu, damu yako Mfalme mkuu, damu yako Kristo mkuu, damu yako Jehova mkuu. Omba, 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 omba. Omba. Kama kuna vitu familia haifanyi, wewe utafanya. Kama kuna mambo hayaendi, wewe yatakwenda. Wewe peleka damu ya Yesu, wewe peleka damu ya Yesu, na mwambie Bwana, mwambie Baba, familia inapita hapa, inapita kwenye magumu haya, inapita kwenye shida hii, inapita kwenye mateso haya, inapita kwenye maumivu haya, inapita kwenye vitu hivi. Mimi na familia yangu hatutapita, hatutapita. Leo tunatoka, leo tunatoka, leo tunatoka, leo tunatoka, leo tunatoka, leo tunatoka, leo tunaondoka, leo tunaondoka kwenye hayo matatizo, kwenye hayo mabaya, kwenye huo uovu, kwenye hayo matatizo, kwenye hizo changamoto. Baba, kwa jina la Yesu naomba Bwana, wale wanaopitia magumu ya uchumi, magumu ya familia, magumu ya ukoo, Bwana, wengine ni magonjwa, wengine ni ukataliwa, wengine Bwana ni vita ya utumishi. Baba, kwa jina la Yesu na wakomboa leo, na wakomboa, 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 na wakomboa wote 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 wote. Nakomboa maisha yao, nakomboa maisha yao, nakomboa maisha yao, nakomboa maisha yao kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa jina la Yesu, endelea kuomba kwa damu ya Yesu, endelea kuomba kwa jina la Yesu, endelea kuomba tu, 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 endelea, endelea, endelea. Nguvu ya Bwana inatembea, nguvu ya Bwana inatembea, nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Bwana inatembea, nguvu ya Bwana inapita, 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 inapita. Ndio hiyo historia inafutwa, hiyo historia inafutwa, hiyo historia inafutwa, hiyo historia inafutwa. Historia ya magonjwa, historia ya kukataliwa, historia ya kutokuendelea, historia ya kutokuajiriwa, historia ya kutokuolewa, historia ya kutokufunga ndoa, historia, historia inafutwa, 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 inafutwa. Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, wagusa watoto wako, wagusa watoto wako, wagusa watoto wako. Toka wewe uliyomshika, machi haraka, machi haraka, pa, toka. Asiri yao, asiri iliyomshika, asiri iliyomshika, asiri iliyomshika, asiri iliyomshika, toka kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Hutazuirika, 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 hutazuirika.
Pa, toka. Pa, toka. Pa, toka. Pa, toka. Wanakuachia hao wazee. Madhabahu zinakuachia. Madhabahu zinakuachia. Madhabahu zinakuachia. Vitu vya kwenu vinakuachia. Vitu vya familia vinakuachia. 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 Endelea kuomba na wewe huko. Nguvu ya Bwana inatembea. Inatembea. Umekwama kwa muda mrefu. Umekwama miaka mingi. Umekwama kwa muda mrefu. Wewe unachomoka. Wewe unachomoka. Wewe unachomoka. Wewe unachomoka. Pen! Ka! 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 Kwa jina la Yesu. Ka! Kwa jina la Yesu. Takasika kwanza sasa. Takasika kwanza leo. Takasika kwanza sasa. Takasika kwanza leo. Takasika kwanza sasa. Wewe hautakuwa chini, utakuwa juu. Hautakuwa mkia, utakuwa kichwa. Utabarikiwa, utainuka. Mambo yako yatakwenda, mambo yako yatafunguliwa kwa damu ya mwana kondoo. Bwana anaombea wote. Bwana anaombea wote. Falme anaombea wote katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Siku ya leo ninatangaza, ninakiri ya kwamba mimi sitazuirika. Sitazuirika. Kuanzia leo mapepo hayatanizuia. Majini hayatanizuia. Mapepo hayatanizuia. Asiri haitanizuia. Kuanzia leo, kuanzia sasa, kuanzia dakika hii, mimi na uzao wangu, mimi na watoto wangu, mimi na uzao wangu hatutazuirika tena. Hatutazuirika tena. Ninatoa tangazo. Ninatoa tangazo ya kwamba mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Nimebarikiwa kuanzia leo. Kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Kuna mtu mmoja. Kuna mtu mmoja kwenye ubavu. Yes, ubavu wake wa kushoto. Ubavu huu. Huyu mtu anasema ni kichomi, lakini sio kichomi kwenye hilo eneo. Kama uko hapa, inua mkono wako juu. Njoo. Wote mwenye shida hiyo. Njoo hapa haraka haraka. Njoo haraka haraka. Njoo haraka haraka. Njoo haraka haraka. Njoo haraka haraka. Kuna mtu mwingine, ungana na mimi pia. Jicho lake, huu upande wote ni kama anasikia kama kuparalyze. Sikia kama kupigwa stroke. Kwa hiyo huu upande wa kichwa, upande huu anasikia maumivu. Na hii sio siku hiyo. Hii ni siku kama ya 3 mfululizo anasikia kitu cha namna hiyo. Kama uko hapa, ungana hapa. Njoo hapa mbele. Sema Yesu. Kwa jina la Yesu. Shika hapo kwenye mbavu unaposikia. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nasimama leo mahali hapa, mimi mtoto wako na mtumishi wako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hiyo roho iliyokaa kwenye hili eneo nililoshika saa hii toka. Achia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Maumivu yote. Ewe pepo uliyekaa hapo, unaondoka. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Pa. Yes, haya, achia haraka. Yes, machia dada haraka.
Mwachie dada haraka. Mwachie dada haraka. Ndio, nakusikia unapanda. Unatembea. Ndio. Cash kwa jina Yesu. Toka. Piga kwa jina Yesu. Piga kwa jina Yesu. Unatoka. Unachia. Ndio, tayari. Haya, tayari. Kinatoka kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya pili. Kwa mara ya tatu. Cash toka. Piga kwa jina Yesu. Haraka. Kwa damu ya mwana kondoo. Mungu kuanzia sasa asisikie maumivu. Asisikie. Piga toka. Kwa damu ya Yesu. Piga toka. Achia. Kwa damu ya Yesu. Piga toka. Achia. Haraka. Yes. Yeyuka kwa damu ya Yesu. Unaachia. Achia. Kuanzia leo. Yes. Taka kumpiga stroke. Unataka kumpiga stroke. Haya, kimbia. Toka. Haraka. Rudi ulikotoka. Nakuua. Rudi kule. Rudi ulikotoka. Mahali ulikotoka. Huyu utampiga stroke. Kwa mara ya kwanza. Toka. Shia. Nakuua. Na wamaliza wote mliotumwa. Wote mliotumwa kwake. Mnarudi mlikotoka. Back to sender. Katika jina la Yesu. Narudisha mahali mlikotoka. Narudisha mlikotoka. Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya pili. Kwa mara ya tatu. Cash kwa jina la Yesu. Hutaona hiyo shida tena. Hutaona changamoto tena. Kwa damu ya mwana kondoo. Wewe pepo. Yes, pepo nyoka. Uliyekaa kwenye hili eneo. Piga chia, toka. Toka. Haraka. Nakusikia ndio. Mnasema umekaa muda mrefu. Huu ni mwisho wenu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Cash. Toka. Kuanzia sasa. Kuanzia leo. Kuanzia muda huu. Haya, safari. Wewe usinicheleweshe. Na wakata kichwa. Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya pili. Piga chia. Toka. Nyie ndio mmefanya. Wakati mwingine anakata tamaa. Na mnataka kumuua. Sasa mwisho. Huyu hata kufa. Ataishi. Hutakufa. Kwa jina la Yesu. Yes, huyu hatakufa. Kwa damu ya mwana kondoo. Yes. Sante Yesu.
kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Mungu uliye hai, Bwana uliye hai, pita kwa huyu mama, pita kwa huyu mama, pita kwa huyu mama, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana, pita kwake na familia yake na watoto wake katika jina la Yesu. Wakumbuke wote, wakumbuke wote, wakumbuke wote, wakumbuke wote, wakumbuke wote kwa jina la Yesu. Wewe pepo uliyekaa kwenye eneo, achia kichwa chake, achia kichwa, achia kichwa, achia kichwa. Cash kuanzia leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, bariki mtoto huyu, mlinde mtoto huyu na kila uharibifu usionekane kwake, ni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema amen, sema amen, amen. Kuna mtu bado anasikia maumivu, yuko hapa, nasikia maumivu. Okay, nataka niombe na watu wa mwisho. Unaweza kurudi kakaa pale. Nataka niombe na mtu mmoja. Mungu ananiambia huyu ndugu amebebeshwa kitu kinaitwa roho ya mauti, na tunavyozungumza hapa anasikia kuanzia kwenye mabega mpaka katikati ya mgongo, ni kama vile amebeba kitu. Anasikia tuko hapa, lakini anasikia mgongo amebeba kitu, amebeba kitu. Kama uko hapa, njoo hapa nikuombee tumalize. Wanataka upigwe stroke na kuue kabisa, lakini Mungu amekataa leo. Mungu amekataa leo. Hicho ulichobeba kinaenda kuondolewa, kinaenda kuondoka. Usiogope, ni siku yako ya kufunguliwa. Mungu amekuona, Mungu amekuona, Mungu amekuona. Mungu uliye hai, roho ya mauti ambayo amebebeshwa huyu dada, umempa nafasi ya kutumika kama katibu kwenye kwaya hii. Huyu ni mtumishi wako, huyu ni mtoto wako. Ninaomba Mungu, hiyo roho ya mauti mwachie sahi, 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 sahi. Toka, 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 toka. Kimbia, kimbia, mwachie kabisa. Kimbia, 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 kimbia huko. Toka kwenye mwili, toka kwenye mwili, toka kwenye mwili. We, toka haraka. Toka, kimbia, 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 kimbia. Kimbia, kimbia, kimbia. Cash, toka, toka. Cash, toka. Kimbia, kimbia, unamwachia. Toka kwenye mgongo, toka kwenye mgongo, toka kwenye mgongo, toka haraka, haraka, haraka. Kimbia, kimbia, kimbia. Mwachie, 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 mwachie. Tayari. Yes, yes. Mwisho, 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 mwisho wa mateso, mwisho wa maumivu, mwisho wa changamoto hizi, mwisho kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mungu uliye hai, natangaza hapa, huyu dada hata kufa bali ataishi. Wote tusema hata kufa bali ataishi, ayasimulie matendo makuu ya Mungu. Hata kufa bali ataishi kuanzia leo, kuanzia sasa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ongeza makofi mengi. Mungu akubariki, Mungu akutunze.